Abu Huraira radhiallahu anhu ameeleza kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, jifunzeni Qur'an na mwe mnaisoma, kwa sababu mfano wa mtu aliyejifunza Qur'an akaisoma na huku amesimama katika swala za tahajjud ni mfano wa mfuko wa miski ulio wazi ambao husambaza harufu nzuri kila mahala. Na mfano wa mtu ambaye amejifunza Qur'an kisha akalala hali ya kuwa Qur'an imo kifuani mwake ni kama mfuko wa miski uliokuwa umefungwa. Hadithi hii yamaanisha kuwa mfano wa mtu ajifunzae Qur'an na kuisoma katika swala za tahajjud kama mfuko wa miski ulio wazi uenezao harufu nzuri nyumba nzima, hivyo hivyo nyumba nzima hupata nuru na baraka kutokana na kisomo cha hafidh, hata kama hafidh akilala au kuzembea kuisoma. Qur'an iliyomo moyoni mwake bado ni mfano wa miski. Uzembe wake japo huwakosesha wengine baraka za Qur'an, lakini moyo wake bado unao miski ya Qur'an. Mama Aisha radhiallahu anha amesema kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, kuisoma Qur'an ndani ya swala kuna ubora zaidi kuliko kuisoma nje ya swala, na kuisoma nje ya swala ni bora zaidi kuliko tasbih na takbir, na tasbih na takbir ni bora zaidi kuliko sadaka, na sadaka ni bora zaidi ya som, na som ni ngao dhidi ya moto wa Jahannam. Maelezo: kutajwa kuwa kusoma Qur'an ni bora zaidi ya dhikri ni wazi kuwa maana Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokushaelezwa awali. Utukufu wa neno la Allah juu ya maneno mengine ni kama utukufu wa Allah juu ya viumbe vyake. Ubora wa dhikri kuzidi sadaka umeelezwa katika hadithi nyingine, lakini ubora wa sadaka kuliko som kama ilivyoelezwa katika hadithi hii inatofautiana na hadithi nyingine ambamo imesemwa kuwa som ni bora zaidi kuliko sadaka. Tofauti hii hutokana kwa sababu ya hali mbalimbali ya maisha ya watu. Ibn Mas'ud radhiallahu anhu ameeleza kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, yoyote atakayesoma suratul Waqi'a kila usiku hautamsibu fakiri. Ibn Mas'ud radhiallahu anhu alikuwa akiamrisha binti zake kuisoma sura hii kila usiku. Maelezo: fadhila za suratul Waqi'a zimeelezwa katika hadithi nyingi. Kuna riwaya isemayo kuwa mwenye kusoma suratul Hadid, suratul Waqi'a na suratul Ar-Rahman huandikiwa miongoni mwa wakazi wa Jannatul Firdaus, daraja la juu kabisa katika janna. Kwa mujibu wa hadithi nyingine imeelezwa kuwa suratul Waqi'a na suratul Ghina isomeni na mwafunze wake zenu. Sayyidatina Aisha radhiallahu anha inasemekana alikuwa akisisitiza sana isomwe, lakini ni akili fupi sana kwetu kuisoma kwa ajili ya mapato duni tu ya kidunia. Ikiwa mtu ataisoma kwa ajili ya kupata utajiri wa moyo na manufaa ya akhira, basi mazuri ya kidunia atajileta hata bila ya kuyaomba. Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema kwamba mtu mmoja alimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwa amali ipi ina fadhila zaidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akajibu, ni ahlul murtahil. Yule mtu akamuuliza, ewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni nini ahlul murtahil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akajibu, ni yule msomaji wa Qur'an ambaye huanza kusoma kutoka mwanzo hadi mwisho, na baada ya kumaliza anaanza mwanzo tena, kila atoapo huendelea mbele. Abu Musa al-Ashari radhiallahu anhu ameeleza kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, ichungeni sana Qur'an, kwani naapa kwa yule aliyemiliki nafsi yangu kuwa Qur'an hutoroka haraka zaidi kutoka kifuani kuliko ngamia kufungua kamba. Abu Huraira radhiallahu anhu amesema kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna fungu katika Uislamu kwa mtu asiyeswali, na hakuna swala kwa asiyekuwa na udhu. Ya pili, Allah hatomjalia mwenye fungu katika Uislamu kama asiye na fungu, na mafungu ya Uislamu ni som, sadaka na swala. Ya tatu, hana dini asiyeswali, na nafasi ya swala katika Uislamu ni kama nafasi ya kichwa katika mwili. Abu Huraira radhiallahu anhu amesema kuwa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam amesema, swala ya mtu katika jamaa ni bora kuliko swala yake nyumbani au sokoni kwake kwa daraja 25. Hii ni kwa kuwa mtu atawadhapo vizuri na akaelekea msikitini akiwa na nia ya kuswali tu, kila hatua anayopiga huzidishiwa daraja na hufutwa madhambi, na akisha kuswali malaika huendelea kumwombea akisema, ewe Allah mrehemu, na hata acha kuhesabiwa kama yumo ndani ya swala muda wote atakaokaa kusubiria swala nyingine. Maelezo: katika hadithi ya kwanza, ubora wa swala ya jamaa kuzidi swala pekee umeelezwa kuwa ni daraja 27, na hadithi hii imeelezwa kuwa ni daraja 25. Wanazuoni kadhaa wamejadili kwa urefu tofauti hii. Yafuatayo ni baadhi ya maelezo yao juu ya tofauti hiyo. Ya kwanza, tofauti ya daraja 25 hadi daraja 27 inatokana na kutofautiana na ikhlas baina ya watu. Ya pili,
Katika swala za siri dhuhur na asr daraja ni 25, na katika swala za jahri za subahi, maghrib na isha ni daraja 27. Pointi ya 3, katika swala ya fajr na isha ambamo muna shida zaidi kama baridi na giza kuna daraja 27, na katika swala nyingine kuna daraja 25. Pointi ya 4, mwanzoni daraja zilikuwa ni 25, lakini baadaye kwa fadhila za Allah kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja zimeongezwa kuwa 27. Anas ibn Malik radhiallahu anhu amesema kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu atakayeswali kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa siku 40 kwa jamaa na huku anaipata takbira ya kwanza, huandikiwa kuepushwa na mawili: kuepushwa na moto wa Jahannam na kuepushwa na unafiki. Maelezo: ikiwa mtu atadumu kuswali kwa ikhlas kwa muda wa siku 40 na anaunga jamaa kutoka mwanzo, yani imam asomapo takbira ya mwanzo, huyo hawezi kuwa munafik na wala hawezi kwenda Jahannam. Mnafik ni mtu anayedai kuwa Muislam hali ya kuwa kuna kufru moyoni mwake. Kwanza, kuumbwa mwanadamu huchukua kipindi cha siku 40 akiwa tone la damu, siku 40 pande la nyama, na huendelea kubadilika kila baada ya siku 40. Hii ndio sababu masufi hutulia muhimu sana muda huu uitao chilla katika lugha ya Kiurdu kwa ajili ya maendeleo ya kiroho. Wamebahatika sana watu ambao haiwapiti takbira ya mwanzo mfululizo kwa muda wa miaka kadhaa.